Haya jamani, wanaume wameumbwa kwa mateso sana, watakula kwa jasho, imeandikwa. Unaenda kazini, unarudi unakuta mke wako hata chai hajapika. Unamuuliza, anakuambia alitingwa na kupiga deki. Unakuja mchana saa 7 hajapika chakula, hata mboga bado. Unamuuliza, anasema bega linauma. Hivi hapa anayeharibu ndoa ni nani? Anayeharibu ndoa ni nani? Wanawake wapumbavu kweli, tena wapumbavu na nusu. Sio wote, lakini samahani kwa wale wengine. Mwanamke, ili kulinda ndoa yako, hakikisha asubuhi, kama mume wako huwa anajihimu kwenda kwenye majukumu, unampa chai. Ile saa 12 chai tayari. Usilale mpaka atangulie mwanaume. Saa 11 amka kaandae chai. Sasa wewe utaendelea kumkumbatia mume wako masaa yote hayo toka ulipolala saa 3 saa 4. Hujamkumbatia. Sasa nataka kumkumbatia mpaka anasema saa 12 anaamka aende kazini. Subiri nikupikie chai, hata aibu huna. Akusubiri aache kazi. Sasa ole wako aondoke hapo, aende mgahawane kamuone mwanamke wa kuvutia, amepika chai na manukato, anywe, arudi na mchana kapate chakula. Kajitu ka mgahawane kanampa chakula kwa kupiga magoti, kanamnawisha mikono. Hajaagiza mimba hapo ndani. Angalieni wanawake na ninyi. Mume wangu ameoa mke mwingine. Si upumbavu wako wewe mwenyewe? Kwa nini umeamua kuchukua mke mwingine? Uliza akili yako ya kipumbavu. Ameoa kwa sababu wewe ni mjinga. Afanye majukumu mazito, uone endelea kumbwera mbwera tu. Kama hawezi kula nyumbani, atatafuta wasichana watakao mpatia huduma. Sio huduma ya chai na msosi wa mchana tu, na huduma zingine nyingi tu watampa. Alafu baadaye atakuja kuona we ufai. Tena ufai kabisa. Mwanamke mpumbavu bomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili, Biblia yasema. Acheni upumbavu wanawake. Ukiona mume wako tayari ameshaoa mke wa pili, laumu akili yako kwamba ni ya kipumbavu. Pumbavu na nusu.